Money is a spirit. Yes. As much as money is a spirit, you have to be someone of the spirit to master money. And money requires someone with information concerning the financial systems of the world. As much as money is the spirit, so you must be of someone of the spirit. Come on. In simple, nikufunza kitu kimoja. Kuna namna ambayo una uwezo kuattract fedha, kwa maana ya kwamba namna ambavyo unajiona nafsini mwako ndivyo utakavyokuwa. Leo hii ukimchukua maskini, ukimchukua na tajiri, ukiangalia tajiri kile anachokiwaza, tajiri wakati wote anawaza, anafikiria mafanikio. Tajiri siku zote anafikiria faida. Tajiri siku zote anafikiria kufanikisha jambo lake. Tajiri siku zote anafikiria namna gani anaweza akachukua riski ili apate faida. Ukimchukua maskini leo hii akilini mwake anafikiria, nikiwekeza langu nitapata hasara. Maskini siku zote anawaza hasara. Maskini siku zote anawaza nikiwekeza ikishindikanika. Maskini siku zote anawaza kutokufanikiwa. Maskini siku zote anawaza kushindwa. Kwa hiyo namna moja ambayo utaweza kuishinda pesa, ukaifanya pesa kuwa mtumwa, ni namna unavyofikiria. Na namna unavyofikiria inaendeshwa na maarifa ulionayo. Uwezi ukafikiria nacho kifahamu. Kwa hiyo ili ufikirie vitu vizuri, ni lazima uwe na maarifa mazuri. Kwa maana nyingine, watu wanaokuzunguka wanachangia asilimia kubwa ya mawazo yako, wanachangia asilimia kubwa ya taarifa unazozipata. Kwa hiyo ili uwe na maarifa, ni lazima kwanza uwe na mtazamo chanya. Ni lazima uwe na focus. Ni lazima uwe na watu sahihi wanaokuzunguka, wanaochangia taarifa kwenye maisha yako. Ukiona mtu anafanya jambo baya, ni kwa sababu huyu mtu amepata maarifa mabaya, kapata taarifa mbaya. Na taarifa unaipata katika njia tofauti. Maarifa unayapata kwa kusoma, kwa maana ya kuona, kwa maana ya kuangalia. Kwa leo hii ni aina gani ya vitu unavyoangalia? Ni aina gani ya video kwenye mtandao unazitazama? Ni aina gani ya muziki unaosikiliza? Ni aina gani ya sauti unazisikiliza? Ni aina gani ya taarifa unazisikiliza? Kuna taarifa zingine mtu akikuletea, mwambie niache kama nilivyo. Kuna taarifa zingine sio za kupokea, kwa sababu zikiingia akilini mwako zitabadilisha mtazamo wako. Kwa hiyo lazima uwe na mtazamo chanya ili uweze kubadilisha fikra zako. Lazima uwe mtu wa positive mind. You have to be someone with positive mind. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Wakolosai 3, inasema kwamba yafikirini yale yaliyo juu kule Kristo aliko. Set your affections on the things above. Ni lazima uwe mtu ambaye akili yako inafikiria vitu vikubwa, vitu vizuri. Uwe mtu unafikiria vitu vikubwa, vitu vizuri, vitu ambavyo vina mchango mkubwa katika taifa, vitu ambavyo vinaweza vikaleta matokeo ndani ya taifa.